Shalom, 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 shalom wana wa Mungu. Wapendwa watazamaji wa Mlango wa Uzima TV. Leo tumekutana tena kwa ajili ya kupata kidogo darasa juu ya swala la ubatizo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mapenzi yake. Awali ya yote, kwanza acha tuombe. Nakushukuru Mungu, nasema asante kwa neema yako, watoto wako tumekutanika tena kwa ajili ya kusikiliza, lakini kukufuata wewe, kwa maana Mungu niwe ni Alfa na Omega. Tumekuja katika mkono wako kwa ajili ya kujifunza na kuelewa. Mungu, naomba ufumbuzi wa kiroho wa ndani na wa nje, pia watoto wako tupate kufunguliwa, kwa maana watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tunahitaji ufahamu wako wa ndani na wa nje, ili watoto wako tupate kupona tena. Acha hayo yote katika utukufu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kwa taarifa na kuwatangazia watu na kuwajulisha watu juu ya batizo. Ubatizo maana yake ni nini? Ubatizo ni kitu gani? Na mwanadamu unatakiwa afikeje, ampataje Mungu wa kweli? Na kupitia maandiko matakatifu yanatufundisha juu ya ubatizo, yanatuelekeza juu ya kumtafuta Mungu kwenye ubatizo, kama vile maneno ya Mungu yalivyokuwa katika hata Mathayo 28. Unakuja kukuta hilo neno, enendeni ulimwenguni wote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Na mkienda mkiwabatiza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukibatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ndio msingi wa mtu. Naaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo ni tangazo ambalo linatoka la Yesu mwenyewe kwa ajili ya watu wote, mataifa yote. Mataifa tafsiri yake ni watu wote wa kabila zote, dini zote, maeneo yote. Roho anataka watu wamrejee. Na nyakati za sasa Yesu ameacha mamlaka yake kupitia roho wake, roho wa kweli, ambaye anatutambulisha na kutukumbusha yote ambayo Yesu ameyasema, ameyaagiza. Kwa hiyo leo tunatambulishana kwa muda mchache, lazima tujulishane ili kusudi watu wasiseme hatukujua. Na watu wengi katika maisha leo wanasema wamebatizwa, kumbe hawajabatizwa. Ubatizo wa kweli ni upi? Ubatizo wa kweli ni ubatizo ule ambao Yesu ameacha kielelezo, ubatizo ambao una misingi ya kimungu kwa ajili ya watu kuoshwa. Batizwa maana yake ni nini? Batizwa maana yake zamishwa. Batizwa maana yake zamishwa. Sasa utajiuliza wewe ambao umebatizwa, vile ulivyobatizwa ulizamishwa? Na kuzamishwa kunakozungumziwa hapa ni kwenye maji, sio kwenye tope wala sio kwenye mchanga wa tifutifu. Usizamishwe popote, lakini zamishwa kwenye maji, mfano vile ilivyo kuoga, kuoshwa. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa afike katika hizo hatua ili kusudi apate Yesu kweli, ampate Mungu, ili kusudi afanikiwe kwenye mambo yake yote. Sasa leo kuna batizo nyingi. Watu wengi wanaamini wamebatizwa, hawajabatizwa. Wengi hawajabatizwa, hawajakutana na huo batizo. Ubatizo wa kweli ni huu. Ubatizo wa kweli, watu wafuate misingi na kielelezo kile, kama Yesu alivyokwenda kuonyesha. Mfano, Yesu mwenyewe alitoka sehemu akaenda kubatizwa mto Jordan, na watu wengine vivyo hivyo wakafuata, makundi kwa makundi. Kwa hiyo kama ingekuwa ni jambo rahisi ubatizo hivyo, watu wasingetililika hivyo kwenda mto Jordan. Lakini leo batizo ziko nyingi. Batizo ziko za kikombe, mtu umekaa tu na jagi lake na beseni lake, anakuambia inamisha kichwa, anadondosha maji kichwani, anasema amekubatiza. Amekubatiza kwa lipi? Wakati ubatizo maana yake zamishwa. Kwa hiyo wewe moja kwa moja jua kabisa mimi sijabatizwa. Ubatizo mwingine, ubatizo wanabatizwa kwenye kisima. Kisima tafsiri yake ni maji yaliyokaa sehemu moja. Atakayeingia hapo na akazamishwa, akatoleta, kama ni maji mengi ya kuzama mtu, unaingia unazama, lakini maji ambayo hayatoki, hayaendi kokote. Twende tu katika hali ya kawaida, nenda kwenye sayansi, nenda kwenye jamii. Maji safi ni maji
yanayotiririka, yanayotembea. Kwa hiyo ukisema nimebatizwa kwenye maji yaliyokuwepo sehemu, kwenye kisima, bado hakuna maana. Ubatizo unaondoa laana na vifungo mbalimbali. Je, laana zako, vifungo vyako vimeenda wapi? Amechukua na vimeondokaje? Kwa hiyo maji lazima yatoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kwenye chanzo halisi alichokiumba Mungu, sio cha kutengeneza. Maana mtu anaweza kaamua tu, ngoja niweke jaba langu kubwa, niatoe maji kwenye tanki yapitie kwenye lile sinki, alafu nibatize. Umetengeneza kwa akili zako. Nenda kafuate chanzo halisi cha kimungu, alafu yale maji kwa namna yoyote, ukae usimame, lakini lazima mwili wako uingie kwenye maji, uzame, ukavunjiwe vifungo vyako, baadaye unakuwa sawa. Wengine wanabatiza kwenye matanki, huo nao sio ubatizo. Wakisima wote wako wanaotengeneza visima makanisani kwa ajili ya kuwabatiza, bado uchafu hauwezi kuondoka, kwa sababu unatakiwa uondoke katika ulimwengu wa roho, mfano wa kimwili. Inapotoka kimwili vile tunaona kwa macho, ndio kiroho vivyo hivyo. Lakini ubatizo mwingine, ubatizo kwa aina nyingi. Wengine wanachukua tu kwa vile wanasema wanabatiza vumbi, wanabatiza watu kwa vumbi. Wengine wanachukua, kuna ubatizo umetokea huko Kenya sehemu, mtu anabatiza na anapanda juu ya mti, alafu anakojolea watu mkojo, anapita chini, anamwagia maji, yaani yule mkojo, anaambia anabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kupitia ule mkojo. Kwa hiyo kila mmoja anavyojisikia kwa ajili ya ubatizo, lakini ubatizo wa kweli ni ubatizo ambao mtu anakwenda anabatizwa kwenye maji ya kuweza yeye kuzama yaliyo mengi kwa ajili ya kuoshwa. Tafsiri yake zamishwa, uoge, uoshwe. Mliomwagiwa maji kichwani hamjabatizwa. Mliopelekwa kwenye kisima, maji ya kwenye mto ambayo yametuama sehemu moja, hamjabatizwa. Kwa hiyo mnakaribishwa kwenye madhabahu ya Bwana Mwokozi wa mataifa yote, mpokee ubatizo ulio wa kweli thabiti, ambao ni wa maji mengi lakini yatiririka, yatakuwa yanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia ubatizo halisi, faida ya ubatizo, lazima utakuja kuona matokeo. Ukishabatizwa, vifungo vinaanza kukuachilia kimoja baada ya kingine. Mungu ni pendo, apenda watu. Wapenzi watazamaji wa Mlango wa Uzima TV, leo nitaka niseme tu kwa uchache juu ya ubatizo. Karibuni, kwa maana tunataka tufanye ubatizo siku ya Jumamosi tarehe 25. Karibuni, hamjachelewa. Lakini Mungu pia anawapenda, sio kwa ajili ya tarehe 25 tu, hata siku zingine zinazofika, mwezi unaofika tutabatiza. Mwezi huu wa 7 tarehe 25 2026 tuko na rekodi ya kubatiza watu zaidi ya 100 watabatizwa. Na nini? Kwa nini wakimbilia watu zaidi ya 100? Watu wanatakiwa wajifunze kitu. Watu wamechoka sasa hivi kufanywa kama mazezeta, wanakimbilia penye ukweli ambako Yesu Mungu anapatikana bila shida, bila gharama. Ubatizo hauna gharama yoyote, na hakuna ada ya ubatizo, hakuna mchango wa ubatizo, hakuna chochote kinachoendelea zaidi ya wewe kwenda na kubatizwa. Toashi aliuliza, maji haya ni nini kinanizuia nisibatizwe? Baada ya kupita kwenye ule mto, Filipo akamchukua, akaingia naye, akambatiza. Amemaliza kumbatiza, Filipo akachukuliwa, akanyakuliwa na Roho asimuone tena. Kwa hiyo yeye akaamini kweli Roho Mtakatifu ameshuka kwa ajili ya kubatizwa. Shuka, njoo utelemke kwenye mto ulio salama, ubatizwe na wewe muone Roho Mtakatifu akikutendea. Bwana Yesu asifiwe sana.